Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena Yesu. Asubuhi ya leo ni asubuhi ambayo imejaa baraka. Asubuhi tumeweza kuiona na tumekutana tena katika hii hema ya utakatifu wa Kristo. Leo tunaenda kujifunza kuhusu maandiko ya Lazaro na tajiri. The rich man and Lazarus. Ni nini tutajifunza kuhusu hii maandiko? Ni tusome katika maandiko ya Luke chapter 16. Tuanzie 19 to 31. There was a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in great luxury every day. Alikuwa ni tajiri sana, ule tajiri, na alikuwa anavaa mavazi ya pesa mingi sana. Yani alikuwa tajiri, alijulikana sana. There was also a poor man named Lazarus, covered with sores, who used to be brought to the rich man's door. Lazaro alikuwa mtu maskini sana, alikuwa anashinda kileto kwa nyumba ya huyo tajiri kwa mlango. Kwa sababu ni kweli kuna kitu alikuwa anakula pale, lakini hakuwa anakula kwa sababu ule tajiri alimkaribisha. Tuendelee. Hoping to eat the bites of food that fell from the rich man's table. Even the dogs will come and lick his sores. Yani huyu Lazaro alikuwa anakulania mpaka na mbwa. Ile mabaki ya ule tajiri ndio alikuwa anakula Lazaro. The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the feast in heaven. The rich man died and was buried, and his heads were where he was in great pain. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus at his side. So he called out, Father Abraham, take pity on me and send Lazarus to dip his finger in some water and cool off my tongue, because I am in great pain in this fire. Hapa tunaona huyu tajiri kweli alikuwa na utajiri mkubwa wa hii dunia. Lakini Lazaro alionekana na macho ya wanadamu alikuwa maskini sana, lakini ndani yake alikuwa tajiri. Kwa sababu wakati alikufa alikujiwa na malaika. Tumesoma hapo vizuri. Lakini wakati huyu tajiri alikufa, ambaye alikuwa na utajiri wote, alikufa, lakini alienda jehanamu. Alienda kwa moto wa jehanamu. But Abraham said, remember my son, that in your lifetime you are given all the good things, while Lazarus got all the bad things. But now he is enjoying himself here, while you are in pain. Never underestimate anybody. Ukisikia huyo mtu ameokoka, simhukumu kwa sababu hana kiatu, kwa sababu hana nguo, kwa sababu hajashuka nywele vile watu wa dunia wanashuka, kwa sababu haendeshi Mercedes vile matajiri mapasta wanaendesha, ama mtu ameokoka vile anaendesha. Mungu anakaanga kwa hizo vyombo vidhaifu. Ndivyo maandiko inasema. Ni vizuri pia tuelewe ya kwamba Mungu anatumianga chombo kidhaifu. Remember hata Yesu alikataliwa. Kwa hivyo lazima, it is very possible, tuombe sana Mungu atupatie macho ya kuona mapenzi yake, ya kuona mahali amekaa, ya kuona amebebwa na nani. Kwa sababu unaweza dharau Mungu akiwa amebebwa na maskini. Kulingana macho yako, unaona unasema hapana, huyu ana kiatu, huyu ana chakula, huyu ana vazi, ananiomba kila siku. Mungu anaweza kuwa amekaa ndani, but that is where God is making a home. Kuna hiyo utajiri unaweza kuwa uko nayo, unaendesha Range Rover, unafanya, lakini remember, Mungu anakaanga katikati ya hao maskini. Maandiko inasema ukikopesha maskini umekopesha Mungu. Ukiwasaidia umekopesha Mungu. It is good you understand that is the other side. And on this side of salvation, tunaona vizuri rich man ako na regret kubwa kwa sababu alienda hell, anachomeka. Tujichunge sana na vitu ambazo tunafanya kwa hii dunia.
ujinyime ukuwe maskini wa dhambi na uwe tajiri wa utakatifu. Sio watu wengi wamebeba utakatifu, wengi wamebeba utajiri wa dhambi. Hiyo utajiri ndio Yesu anakataa. Tuachane na dhambi, tukae kwa utakatifu. Ukijisacrifice, maandiko inasema dhabihu iliyo bora ni kujitolea kwa miili yetu, kutoa miili yetu kama dhabihu. Wacha dhambi kabisa. Dhambi itakufanya uende hell, na itakufanya uchomeke, ukuwe tormented, uanze kuregret kama the rich man. Wacha tusikie vile aliregret. But beside all that, there is a deep pit lying between us, so that those who want to cross over from there to you cannot do so, nor can anyone cross over to us from where you are. Hapo tunafunzwa hakuna second chance. Unajua judgment yetu ya destiny yetu inaishianga wakati sisi tumekufa. Ukikufa sasa, hapo ndio unaenda final judgment. Sio hii judgment ati ukikosea unapigwa, unafanya, unalipa. Kuna hiyo judgment after death. Where will you go? Tunaweketi chini tukajisumbua kuhusu tutaenda wapi. Kwa sababu kuna jehanamu. There is hell. So unaona, ndio ujue kuna hell. Angalia Lazarus, mahali alienda. Angalia rich man, mahali alienda. Tulinde sana kile tumebeba. Tutakaze mioyo yetu. Yesu akikuja achukue maisha yetu, tuende tena tukae upya mbinguni. Tuishi tukiimbia Mungu, tuishi tukimwabudu. Kule hakuna machozi, hakuna kifo, hakuna kilio. Huku kuna machozi, kuna kilio. Ukitafuta utajiri huku, hiyo utajiri itakulwa na wawindaji. Utakuwa na pesa, unagonjeka, pesa yote inaenda India. Hakuna haja uweke utajiri wako kwa hii dunia. Eka utajiri wako mbinguni. Na kuweka mbinguni ni kusema nini? Soma neno, uelewe Mungu, uelewe kingdom ambayo ulitoka, ili ujue ya kwamba when you die, hujui, unaweza gongwa na gari hapo ukufe, utaenda wapi? Unaweza gonjeka ukose kurudi, utafanya nini? Ujaikaa chini unasikia ati tulikuwa na huyu mtu jana, sasa hayuko. Where do you think he went? It is good unaishi kwa utakatifu. Hapa tulazimishwi, lakini ukijua mahali unaenda, hebu weka muhuri ya mahali unaenda kudumisha utakatifu. Tuendelee hapa, inasema where I have, akasema rich man alienda akasema, the rich man said, then I beg you, Father Abraham, send Lazarus to my father's house, where I have 5 brothers. Let him go and warn them, so that they at least will not come to this place of pain. Abraham said, your brothers have Moses and the prophets to warn them. Your brothers should listen to what they say. The rich man answered, that is not enough, Father Abraham. But if someone were to rise from death and go to them, then they would turn from their sins. But Abraham said, if they will not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone were to rise from death. Ni kumaanisha watu wanakuanga so rebellious na neno la Mungu na ignorant. Hapa hata mkiambiwa mtubu, hamwezi tubu. Lakini Mungu anasema, mtubu for your own benefit. Ule rich man alitamani kurudi, aonye ndugu zake 5. Awaambie, mnajua kuna mbinguni, kuna moto, kuna uzima. Mimi niko kwa moto kwa sababu ya zile dhambi nilikuja kufanya. Nilitafuta utajiri kwa dunia. Nilifanya dhambi mpaka nikashibisha spirit yangu na dhambi ikanona. Nikakuwa tajiri wa dhambi. Na Lazaro ule nilidharau kwa mlango yangu, ndio nilikuwa na dharau. Ananiletea neno kila siku. Unaweza kuwa na dharau, mtu anakuja kwa mlango yako, inaweza kuwa ni simu, unanisikiza hapo. Hiyo kunisikiza tu na kutii itakupatia ticket ya kwenda mbinguni. Okoka, urudie Mungu. Maandiko inasema, Yesu alisema mnirudie. Yesu ndio njia ya uzima wa milele. Let us all repent and go back to Christ. Tutubu. Tusiangalie macheo, tusiangalie nini, tutubu tu. Tuambie Kristo tumekuja, tumetubu. Tusamehe. Futa jina letu kwa kitabu